tunaimba malaika wako, malaika kule mbinguni wanashangilia kwa habari ya kuzaliwa Mwokozi. Na wewe siku ya leo nenda kamwasimishe Bwana kwa namna ambavyo ni ajabu kabisa. Kataa kabisa kuzoea ibada. Iko nguvu na neema ya Mungu katika kuabudu. Uko uwezo na mamlaka. Tunakwenda kumwambia Bwana malaika, malaika Baba, katika jina la Yesu Mungu aliye hai, ni hakika ni peke yako unayestahili kupewa sifa, heshima na adhama.
na watoto wako. Bwana, tuko asubuhi hii tunafanya lile ambalo Mungu mioyo yetu inasikia kuburudishwa nalo, tukikusifu na kukuabudu. Karibu Bwana, useme nasi sasa, maana mioyo yetu iko tayari kusikia. Sema nami mtumwa wako nisiyestahili. Nipe neema Bwana ya kushuhudia matendo yako makuu. Macho ya watu wako yafumbuke, masikio yao Bwana yapate kusikia neno lako. Sema na kila mmoja sawasawa na kusudi lako Bwana, ukaponye na kuokoa sawasawa na mkono wako, maana mkono wako si mfupi hata usiweze kuokoa, bali Bwana maovu yetu yamekuficha uso wako ili usiweze kutuona. Achilia rehema juu yetu Bwana asubuhi ya leo tunapokuja mbele zako Bwana, useme na kila mmoja wetu Baba, katika jina la Yesu. Ninaenda kinyume na kila mamlaka na nguvu zote za giza na kila upinzani wa aina yoyote unaosimama kinyume na kusudi lako. Ninabatilisha kila mpango, ninabatilisha kila aina ya mkakati uliowekwa. Chochote kilichopangwa watu wako wasisikie, wasifunguke, wasielewe, ninakifunga kwa jina la Yesu, na ninaachilia Roho Mtakatifu afike akajidhihirishe Bwana, ukatimize lile kusudi lako ndani ya maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pigie Yesu makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna wakati ambapo ni wa kumshukuru Mungu sana, ni wakati wa kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Anazaliwa ili mimi na wewe tuokolewe. Anazaliwa ili ulimwengu upate kumjua ya kuwa peke yake ndiye Mungu na hakuna Mungu mwingine chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mshukuru Mungu ambaye amenipa neema ya kusimama mbele yenu, sio kwa kustahili. Ninanyenyekea sana. Nimshukuru tena baba mchungaji na Wakristo na wazee wa kanisa na wote kwa kukubali mimi nisimame, sio kwa sababu ya ubora wangu, ni kwa sababu ya wema na fadhili za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Niwatakie heri ya Christmas. Kristo amezaliwa. Kristo amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kumbukizi ya ukombozi tuliopewa bure kwa upendo mkubwa wa Mungu. Ni kumbukizi la upendo wa pekee ambao Mungu alitupa tusio ustahili. Kama ingekuwa ni kwa kustahili kwetu, tusingepata hata hii neema. Lakini Mungu kwa huruma yake, kwa upendo wake mkubwa, kwa jinsi alivyompenda mwanadamu, hakupenda mwanadamu aangamie, bali awe na uzima wa milele. Na maneno yale tunayaona anaposema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Sasa kitu kile ni kikubwa mno, ni zawadi kubwa mno tuliopewa tusioistahili. Na kusema kweli, wokovu sio bidii ya mtu, sio jitihada ya mtu, ni huruma na rehema za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa hicho kitu muhimu, alafu ukakishika kikakaa moyoni kwamba Mungu kwa upendo wake mkuu akanihurumia mimi mwenye dhambi nisiyestahili, halafu akanipa neema ya kuitwa mtoto wa Mungu. Sio kitu kidogo, ni kikubwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Asubuhi ya leo
nataka nianzishe somo tofauti. Mungu akitujalia tulimalize kesho, au tukikosa basi tutapata muda mwingine. Ni hii ya kwamba ndugu zangu, tunaishi katika nyakati za mwisho. Na nataka niwaambie, Yesu alikwisha kuzaliwa na alikwisha kufa msalabani, akamaliza kazi ya ukombozi. Kilichobaki na kinachosubiriwa na kinachochelewesha Yesu asirudi kuchukua kanisa ni wewe na mimi ambao hatujaokoka, kwa sababu Mungu anataka kila mtu aokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwapeleke kwenye safari ya kuanza kutafakari. Tutaenda mpaka tutafikia kwenye unyakuo. Unajua, kanisa lisipojiandaa, fanya maandalizi ya kuja kwa Yesu. Mara ya ngapi? Anapokuja mara ya pili, haji kufanya shughuli nyingine tena, anakuja kuchukua wateule. Anasema anakuja kuhukumu dunia. Na mimi na wewe tumepewa neema ya kuwa wahukumu pamoja naye, ikiwa tutaokolewa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa safari hiyo inaanzia wapi? Safari hiyo inaanzia, mimi nimefanya utafiti, inaanzia kwenye Injili ile ya Mathayo, Yohana anapozaliwa. Na baada ya Yohana kuzaliwa, nini anasema? Kitu cha kwanza anachoanza kusema na anachoanza kuhubiri, anasema tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umefanyaje? Anasema tubuni. Na wakati ule wale Mafarisayo na Masadukayo walipomwendea, akashangaa, akasema ni nani aliyewaonya kukimbia hasira ya Mungu inayokuja? Akasema basi zaeni matunda yapasayo toba. Ulikuwa ni mwanzo wa maandalizi ya siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Mathayo sura ya 3 mstari ule wa 2 anasema tubuni basi. Anasema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu hayo anayoyasimulia anayasema kwa maana ya kwamba Yesu, kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa ni mwanzo wa siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa ni mwanzo wa siku za mwisho. Nitawaeleza baadaye nikipata nafasi. Lakini nataka nikuambia kwamba ndipo anawaambia Mafarisayo, mstari ule wa ngapi? Anasema hata mstari wa 7, anasema hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi uzao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kukimbia hasira itakayokuja? Hii hasira itakayokuja maana yake ni hasira ya hukumu ya siku ya mwisho. Na leo tunaposherehekea kuzaliwa kwa Yesu, lazima ujue ya kwamba Yesu amekaribia kurudi kuliko kawaida. Na watu wengi wamelala usingizi, hawana habari. Nikashangaa Yesu mwenyewe alipoanza kuhubiri katika Injili ya Mathayo sura ile ya 4 mstari wa 17, anashuhudia maneno yale yale. Alipoanza Injili, Yesu anasema mstari wa 17 anasema, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na nikashangaa unapoona Petro mtume baada ya kujazwa Roho Mtakatifu katika sura ile ya 2 ya Matendo ya Mitume mstari ule wa 38, naye anasema maneno yale yale, anasema tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kumbe kipawa cha Roho Mtakatifu kilikuja kama ishara ya kwanza ya siku za mwisho. Na ndio maana Yoeli alitabiri akasema, katika siku za mwisho nitamimina roho yangu ndani ya watu na atafanya agano jipya. Mungu anafanya agano jipya katika siku za mwisho. Na hizi siku za mwisho zilizo chache mno, zimebaki chache kuliko unavyofikiri, na watu wengi hawana habari.
ndizo hizo nazo kusimulia habari yake. Fanya maandalizi ya siku ya unyakuo ili usije ukabaki, kwa sababu watakaobaki siku ya unyakuo itakuwa ni shida kubwa. Unaweza ukawa Mkristo, unaweza ukawa umesali muda mrefu, lakini hujaokoka. Kama hujatubu na kuacha dhambi, Yesu akija anakuja kulichukua kanisa. Na watu wengi mahali pengi nimeuliza maswali, unawauliza kanisa ni nani? Eti kanisa ni nani? Jibu sijasikia. Mimi na wewe. Sikiliza nikwambie, acha ushamba. Mimi na ujua moyo wako. Kanisa ni wale waliotubu na kuacha dhambi. Hao ndio kanisa, sio mimi na wewe. Wengine wako hapa lakini ni vibaka. Wengine wako hapa lakini ni watesaji. Wamenitesa kanisa, wamo humu. Kuna washirikina, kuna wachawi. Wewe unasema ni mimi na wewe. Kanisa ni wale waliotubu na kuacha dhambi. Hao ndio watakaoenda mbinguni, na Yesu akirudi, ataondoka na wateule, ataondoka na watu wanaosali. Unajua, sikiliza nikwambie, Wakristo hamjasoma Biblia vizuri. Nenda kasome kitabu cha Yakobo. Anasema ninyi mnaamini, lakini shetani anaamini na kutetemeka. Kwa sababu gani? Shetani naye ni mmoja wa Wakristo anayesali, yumo kanisani na yeye anaingia. Muulize Ayubu, alikuwa anapita, alafu akaambiwaje? Akaambiwa, umemuona ndugu mtumishi wangu Ayubu? Akasema ndio, nilikuwa napita. Huyo Ayubu sio umemlinda? Unajua shetani anajua kitakachotokea. Sikiliza nikwambie, baada ya Yesu kuja duniani ilikuwa ni mwanzo wa siku za mwisho, na siku za mwisho zimekaribia sana. Biblia inasema vizuri, anasema kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka 1000, na miaka 1000 ni sawa na siku moja. Ukisoma katika Petro wa pili sura ile ya 3, anasema siku moja mstari wa 8, anasema siku moja kwa Mungu ni sawa na miaka 1000, na miaka 1000 ni sawa na siku moja. Sikiliza nikwambie, Mungu aliumba dunia kwa siku 6, na baada ya siku ya 6 akastarehe, na dunia itadumu kwa siku 6, na siku 6 zikiisha Mungu ataleta hukumu duniani. Na hiyo hukumu itakapokukuta wewe hujaokolewa, itakuwa ni shida kubwa, itakuwa ni huzuni kubwa, kwa sababu Mungu hajapenda uangamie, anapenda uokolewe. Wokovu ndio mkono wa kupokea msamaha wa Bwana. Ukiacha kuokoka ukafanya mambo yako, sikiliza nikwambie, hata utoe mara nyingi kanisani, kama hujaokoka uko unasindikiza wanaoenda mbinguni. Sikiliza nikwambie, anza na Mungu alafu umalize na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Siku zile 6 zina hesabu hii. Ngoja nikupe hesabu, alafu tukishaenda kwenye ile hesabu uanze kuona kuanzia kuumbwa kwa dunia mpaka wakati wa Ibrahimu ilikuwa miaka 2000, sawa na siku 2. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia kwa Ibrahimu mpaka kwa Yesu ilikuwa miaka mingine 2000, sawa na siku ngapi? 2. Zimekuwa ngapi? 4. Tunaelewana? Kuanzia kwa Yesu mpaka leo tumepewa na bonus, ni miaka 2020 na ngapi? Na 4 na 5, 25. Hakuna anayejua kama tutafika miaka 70 ijayo, kwa sababu Mungu anatimiza hesabu ya siku zake 6. Manake tuna siku 6. Kwa maana nyingine tunaishi jioni ya siku ya ngapi? Yes. Mwambie jirani yako, amka. Mwambie usilale. Anasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, watu wakila na kunywa. Katika Injili ya Mathayo sura ya 24, anasema watu wakila na kunywa, ndivyo itakavyokuwa. Sikiliza nikwambie, Mungu anakuja haraka, na ninyi nyote ni mashahidi. Kuna mambo yanaonyesha, manake tunaishi siku ya 6 na ni jioni, na Mungu anaweza kaja wakati wote, na akija atakuja kuchukua wateule, haji kuchukua wanaosali. Maana kama angechukua wanaosali, kila dini inasali, lakini atakuja kuchukua wateule, wale waliotubu na kuacha dhambi. Ndio maana Yohana anasema tubuni
kwa maana ufalme wa mbinguni umefanyaje? Umekaribia. Yesu anaanza Injili anasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umefanyaje? Umekaribia. Petro na wenzake baada ya kujazwa Roho Mtakatifu nao wakasema tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu mpate ondoleo la dhambi. Dhambi haiwezi kuondoka bila toba. Kinachozuia Yesu asije haraka ni kwa sababu bado analikusanya kanisa lake, ili likiwa tayari ashuke na kulichukua kwenda mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza Matendo ya Mitume 2 mstari wa 40 anasemaje? Anasema jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliopokea neno lake wakabatizwa, siku ile wakapata watu 3,000. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema katika Injili ya Mathayo, anasema sura ya 24 mstari wa 38. Takupa leo nataka nikupe dalili 4 tu, halafu zingine tuendelee kujifunza. Dalili 4, mstari ule wa 38, Mathayo 24 mstari wa 30 anasema, kwa kuwa kama vile ilivyokuwa siku zilizokuwa kabla ya gharika, watu waliokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile alivyoingia Nuhu katika safina, wasitambue, hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa nani? Kwa Mwana wa Adamu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu, tunaishi nyakati za mwisho. Nataka nikupe mambo ambayo yametokea. Sote ni mashahidi. Tumeona matukio makubwa duniani yanatokea. Tumeona namna ambavyo dunia sasa imetikisika. Isaya anasema dunia inawayawaya, inalewalewa. Ni wakati ambapo tumeona yamepita mavitu yanaitwa tsunami, yamepita mavitu yanaitwa magonjwa ya SARS, magonjwa ya mafua ya ndege, yamepita magonjwa yanayoitwa Ebola, yamepita magonjwa yanayoitwa corona, yamepita magonjwa ya aina mbalimbali. Na shangaa hata sasa bado watu hawajaelewa. Kuna vimbunga vimetokea mwaka huu tu. Kuna vimbunga vimetokea huko China, huko katika nchi za Korea, huko katika nchi za Ulaya. Kuna vimbunga vizito vinatokea, hata watu hawaelewi. Sikiliza nikwambie, watu wa Mungu, wakati huu usisherehekea kuzaliwa kwa Yesu, sherehekea kurudi kwa nani? Kwa Yesu, maana amekaribia kuliko unavyofikiri. Na atakapokuja, atakuja kuchukua wateule. Wako watu katika kanisa wametumika kwa uzuri sana, wamefanya vizuri kwenye kanisa, lakini bado wameshindwa tu kitu kimoja, kutubu na kuacha dhambi. Yesu analeta habari njema kwako ya kwamba kuzaliwa kwake ni mwanzo wa ukombozi. Kuzaliwa kwake ni ushindi wa dhambi. Kuzaliwa kwake ni anatupatanisha na Mungu. Sisi tunapatanishwa na Mungu aliye hai. Na kwa sababu hiyo, tengeneza maisha yako, maana Yesu anarudi haraka. Watu wa Mungu, itakuwa aibu ulikuwa mzee wa kanisa, itakuwa aibu ulikuwa ni mwimbaji, itakuwa aibu ulikuwa ni mchungaji, itakuwa aibu ulikuwa ni mwinjilisti, itakuwa aibu ulikuwa ni askofu, lakini ile mbingu unaikosa. Mungu anataka kutengeneze maisha, kwa sababu kitakacho kusaidia kuwepo kanisani na upate faida ya kanisa ni kutubu na kuacha dhambi. Dhambi ndiyo kitu kibaya. Dhambi ni mbaya sana. Dhambi haijawahi kuwa na huruma, haina huruma na mtu. Sikiliza, utadanganyika. Dhambi inakudanganya, unaona mambo ya dunia ni mazuri, inakudanganya, unaona vitu vya dunia vinaendelea, lakini nataka nikwambie, dhambi inasababisha maisha yako yaharibike, kwa sababu Mungu hajakuumbia maisha hayo. Mungu amekuumbia maisha mema. Mungu amekuumbia maisha ya baraka. Shida ya watu wengi, tumeridhika na kuitwa Wakristo, tumeridhika na mabatizo, tumeridhika na kuwekewa mikono. Sikiliza nikwambie, hivyo vyote vinaweza visikusaidie, lakini kitakacho kusaidia ni kutengeneza maisha yako kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe dalili chache za kurudi kwa Yesu.
Halo. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, uko tayari kupokea dalili? Moja ni matukio. Si tumesikia yametokea matukio matukio mazito, matukio matetemeko ambayo yametabiriwa katika kitabu cha Mathayo sura 24. Si sawa? Mathayo 24 unaweza ukasoma pale mwanzoni, kuna mambo yanaeleza yatatokea na hayo yamekwisha kutokea. Mimi nataka nikupe dalili kubwa kwanza, halafu tukipata muda nitakupa dalili zingine ndogo ndogo. Kwanza uanze kuona kinachoendelea katika maisha haya. Moja ya dalili kubwa inayotajwa katika Mathayo sura ya 24 nasema, na mstari wa 12 nasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utafanyaje? Utapoa. Chuki, fitina, wivu na uadui katikati ya ndugu na ndugu, mtu na jirani yake, wachungaji kwa wachungaji, wainjilisti kwa wainjilisti, hata baadhi ya maaskofu kwa maaskofu. Chuki na fitina na uovu umeongezeka kiasi ambacho watu hata wanajiuliza swali, hili ni kanisa au ni pango la wanyang'anyi? Hawana hakika kama ni kanisa. Ni mtu anaingia kanisani lakini amejaa chuki. Ni mtu anaingia kanisani lakini ana fitina na jirani yake. Ni mtu anaingia kanisani lakini hajatengeneza na ndugu yake. Sikiliza nikwambie, ni wakati wa hatari, maana maovu yameongezeka. Watu hawapendani, upendo wa kweli umeisha, huruma haipo, mauaji ya kutisha yanaendelea kutokea, vitu vya hatari vinatokea. Hiyo ni dalili ya kwanza ya kwamba Yesu yuko mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuko wapi? Acha mchezo, acha mzaha, kwa sababu Yesu anaweza kurudi wakati wowote. Nimekwambia leo ni siku ya 6, tunaishi siku ya 6 jioni, na hatujui Mungu atakachotupa kesho. Jina la Bwana libarikiwe. Ni afadhali ujiandae, fanya maandalizi ya ujio wa Yesu ili atakapokuja wewe uwe miongoni mwa watakatifu. Lakini ishara ya pili anaitaja katika Mathayo 15. Mathayo 24:15. Nasema, basi hapo mtakapoona chukizo la uharibifu lililo nenwa na manabii Danieli, anasema limesimama katika patakatifu, asomayo na afahamu. Baada ya hekalu la Yerusalemu kubomolewa mwaka 70, walipobomoa hekalu, wale wa Palestina walipigana na Israeli, wakaishinda Israeli kwa sababu maovu ya wana wa Israeli yalikuwa magumu, mpaka Mungu akachukizwa na mambo yao, akaamua watume waende utumwani. Kule utumwani walikokwenda, hawa waliobomoa hekalu la Sulemani wakajenga misikiti miwili. Ndiyo iko mahali pale. Ardhi iliyonunuliwa kutoka, aliinunua Daudi kutoka kwa mtu anaitwa Areona. Ile ardhi ilinunuliwa na kulijengwa hekalu la mfalme Sulemani. Mimi nimefika Israeli. Ukifika Israeli, ule ukuta na ngazi za kuingia kwenye ile hekalu uko unaishia kama hapo. Halafu pale juu, kule juu waliziba milango yote. Kule juu kuna msikiti. Unapo chukizo la uharibifu limesimama mahali patakatifu, asomaye na kumbuka ni mwaka 70. Ndipo lilibomolewa. Halafu ile misikiti kajengwa, iko misikiti miwili. Ile misikiti kajengwa. Sasa sikiliza nikwambie, vita iliyopo Israeli leo ni ugomvi juu ya ile misikiti. Maana wale Wayahudi wako wanataka kujenga hekalu la 3 la Sulemani, lakini hawawezi kulijenga. Kwa sababu gani? Lile hekalu haliwezi kujengwa pale kwa sababu palishajengwa hekalu lingine. Tunaelewa? Tunaelewa? Na ugomvi uliopo ulianza mwaka 2023. Ule ugomvi ulianza baada ya Umoja wa Mataifa kukaa
kukaa vikao na kuamua wafanye maagano ya mapatano na taifa la Israeli. Alafu baadhi ya nchi za Kiarabu hazikufurahishwa, zikasema waliporudi, walimaliza kikao mwezi wa 9, mwezi wa 10 wakavamia siku ile ya sikukuu ya Hanaki, sikukuu ambayo wana wa Israeli hawashiki silaha, wakavamia. Na mliona hata Watanzania wamefia kule. Kilichotokea pale ilikuwa ni kupinga maagizo na makubaliano waliokubaliana, ili wakubaliane waishi kwa ushirikiano bila kujali imani na itikadi. Lakini wale watu wakavamia. Walipovamia, Mwisraeli akakasirika, akaanza kupigana. Kwa taarifa yako, vita ile imetulia kidogo, lakini ndio inayoandaa vita kuu ya mwisho. Ndio inayoandaa vita kuu ya nini? Ya mwisho. Mnanielewa? Ndio maana nasema tukichelewa kukaa tunafikiri Yesu amezaliwa, tukaruka Yesu amezaliwa, tusijue Yesu anarudi, iko hatari, tutakufa hatujajiandaa. Na ile vita usifikiri itaisha. Nataka nikwambie imetulia kidogo, na hili haitaisha, kwa sababu ndio maandalizi ya vita kuu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Zakaria. Soma Zakaria 12. Ili nikupeleke kwenye kitu kinachotokea. Unabii huu ulitabiriwa zamani. Zakaria sura ya 12. Mstari ule wa kwanza unaweza kusoma, ni vifungu vingi. Naomba mwinjilisti utusomee pale. Soma yale maneno, watu waelewe nini kinatokea duniani. Watu wanaweza wakakaa wanafikiri tuna muda wa kucheza. Hatuna muda wa kucheza. Saa hii ni kutubu na kujiweka karibu na nani? Na Mungu. Usiwe mbali na Mungu, kwa sababu Yesu atakaporudi anakuja kuchukua kanisa. Na kanisa sio mimi na wewe. Kanisa ni wale waliotubu na kuacha dhambi. Hao ndio watakaochukuliwa kwenda mbinguni. Kama wewe bado umeshikilia madhambi yako, endelea. Lakini nataka nikwambie, hautamlaumu mtu, kwa sababu neno la Bwana limesimuliwa sawa sawa, na wala halijawahi kuachwa bila kusimuliwa. Yesu anarudi haraka. Soma ile 12, anasemaje? Zekaria 12 mstari wa kwanza. Ufunuo wa neno la Bwana juu ya Israeli. Haya ndiyo asemayo Bwana azitandaye mbingu, auwekaye msingi wa dunia, auumbaye roho ya mwanadamu ndani yake. Angalia, mimi nitafanya Yerusalemu kuwa kikombe cha kuyumbayumba kwa watu wa kabila zote wazungukao pande zote. Tena kitakuwa juu ya Yuda pia wakati wa kuhusuliwa Yerusalemu. Tena itakuwa siku hiyo, nitafanya Yerusalemu kuwa jiwe la kuwalemea watu wa kabila zote. Wote watakaojitwika jiwe hilo watapata jeraha nyingi, na mataifa yote ya dunia watakusanyika pamoja juu yake. Katika siku hiyo, asema Bwana, nitamtia kila farasi ushangao, na yeye ampandaye nitamtia wazimu. Nami nitaifunulia nyumba ya Yuda macho yangu, nami nitamtia upofu kila farasi wa hizo kabila za watu. Na wakuu wa Yuda watasema mioyoni mwao, wenyeji wa Yerusalemu ni nguvu zangu katika Bwana wa majeshi, Mungu wao. Siku hiyo nitawafanya wakuu wa Yuda kuwa kama kigae chenye moto katika kuni, na kama kinga cha moto katika miganda. Nao watateketeza watu wa kila kabila wawazungukao pande zote, upande wa mkono wa kuume na upande wa mkono wa kushoto. Na baada ya haya Yerusalemu utakaa mahali pake, naam, hapo Yerusalemu. Naye Bwana ataziokoa hema za Yuda kwanza, ili utukufu wa nyumba ya Daudi na utukufu wa wenyeji wa Yerusalemu usipate kutukuzwa kuliko Yuda. Katika siku hiyo Bwana atawalinda wenyeji wa Yerusalemu, na yeye aliye dhaifu miongoni mwao atakuwa kama Daudi siku hiyo, nayo nyumba ya Daudi itakuwa kama Mungu, kama malaika wa Bwana mbele yao. Hata itakuwa siku hiyo ya kwamba nitafuta kuangamiza mataifa yote watakaokuja kupigana na Yerusalemu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huo unabii unatoka kuambia kinachoendelea leo.
mataifa yamekasirika, mataifa yamejipanga. Na mwaka jana mwezi wa 5 mataifa yalikusanyika, acha huku wanapigana, lakini mataifa yalikusanyika kutoka mashariki, na yale mataifa yaliyokusanyika kutoka mashariki yanatimiza agizo la Mungu katika Ufunuo sura ya 12 na mstari, ngoja tusome pale. Na hili kinaendelea. Nataka nikupitisha kwenye mstari, alafu tutafakari kile kitu kinachoendelea mahali pale. Ufunuo. Kumbuka, mataifa yatazunguka na ataifanya Israeli kuwa kama kikombe cha kuumbaumba. Manake watu wataizunguka na kuipiga, lakini Mungu kwa huruma yake anasema atawafanya wale farasi kuwa na wazimu, atawapiga upofu kwa namna nyingine. Alafu wana wa Israeli atawapa nguvu isiyo ya kawaida, nao watawateketeza wote maadui watakao wafuata. Lakini kinachoendelea sasa ni kile kinachokaribia kutimiza unabii wa siku za mwisho, na Yesu atakuwa narudi. Ufunuo 12. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupeleke kwenye somo hili taratibu ili uone kile kinachoendelea. Mstari sura ya 12 na 16. Ufunuo 16:12. Anasema, na huyo wa 6, yani malaika wanaokwenda kupiga dunia wako 7. Lakini malaika wa 6 anasema, akakimimina kitasa cha juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua, maana yake mashariki. Na ukisema mashariki, maana yake unasema taifa la Urusi. Na anasema, nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha lile joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku kuu ya mwisho, siku ya Mungu Mwenyezi. Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi, hata watu wakaiona aibu yake, wakakusanyika hata mahali paitwapo Kiebrania Halimagedoni, maana yake kwenye bonde la Megido, ndipo vita ile itakapo. Sasa anachosema hapa, akasema ndani ya anasema ndani ya ule mto ukakauka Frati. Ukifika nyumbani, nenda kagugo kwenye simu yako, mto Frati umekauka. Kilichotokea kwenye ule mto, watu wote wanashangaa. Mle ndani kumetokea mahandaki, na kumbe wanasikia kuna sauti zinapiga kelele mle ndani. Maanake zile sauti zinapiga kelele zifunguliwe, ili zikifunguliwa zikawadanganya mataifa, na mataifa wakusanyike waje wafanye vita na Israeli. Na ile vita itaanza sio muda mrefu. Mwaka jana wameanza mazoezi Afrika ya Kusini wakiongozwa na Putin, nchi zile zote zinazoungana naye na baadhi ya nchi za Uarabuni. Lakini baadhi ya nchi zilikataa, na hasa Saudi Arabia haijaungana na wale wengine kwa sababu walikuwa wameshaweka mkataba. Nini kinaendelea sasa? Ni kwamba mataifa yatachukia, yataipiga Israeli. Juzi mmesikia kule Australia Wayahudi waliokuwa wanasherehekea sikukuu yao tarehe 14 mwezi wa 12, wanasherehekea sikukuu yao, sikukuu ya vibanda, walishambuliwa na watu wawili, baba na mtoto. Wale wamejipanga wakaenda wameua watu 15. Watu walikuwa hiyo siku hawaruhusiwa Israeli kushika bunduki, lakini wameenda wamewapiga kule Israeli. Maana ile chuki kati ya Wayahudi
na taifa la Israeli haitanyamaza mpaka Yesu ndiye atakuja kusimamisha hiyo vita, na hiyo vita iko karibu kuanza, maana mazoezi yameanza Afrika Kusini. Ndugu yangu, nataka nikwambie usicheze na mambo na nafasi unayopewa na Mungu. Mungu anakupa nafasi utengeneze, kwa sababu hapendi uangamie. Anasema katika Petro wa pili ile sura ile ya 3 na mstari ule wa 8 mbele kidogo, wa 8 na wa 9 pale, anasema kwa Mungu anasema kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka 1000, na miaka 1000 ni sawa na siku moja. Lakini anasema Mungu hakawii kutimiza ahadi yake kama wengi wanavyodhani amekawia. Wewe endelea kufikiri Mungu amekawia, lakini Mungu yuko karibu kabisa kutimiza ahadi yake. Nini kitakachoendelea? Anasema hivi, anasema, nataka nikusomee maneno yale ni mazuri sana, yatakusaidia kwenda mbele, yatakusaidia kuimarika. Petro wa pili, kuna wa kwanza na wa pili. Nasema mstari wa 8, lakini wapenzi, msisahau neno hili, ya kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengi wanavyokudhania kukawia kwake, bali huvumilia kwenu. Narudia tena, anasema bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Anasema lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkubwa, na viumbe vya asili vitaangamizwa na kufumuliwa na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Ninachotaka uone pale, Mungu anasema hakawii kutimiza ahadi yake, lakini kwa huruma ya Mungu, kwa upendo wa Mungu, anavumilia ili kila mmoja aokoke, kila mmoja afikie toba. Hicho ndicho kinachomfanya Mungu avumilie. Kwa hiyo ukiona anayumbisha, na mimi nikwambie kilichotokea ni hiki: kama Putin asingekuwa kwenye vita na Ukraine, saa hizi tungekuwa tunaongea lugha nyingine, kwa sababu angekuwa tayari ukanaipiga wapi? Israeli. Mungu naye akachelewesha ili wewe na mimi tupate nafasi ya kuokoka, kwa sababu Yesu anakupenda, hataki uangamie, anataka uende mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Christmas hii iwe ni ya kujitoa kwa Bwana, iwe ni ya kutengeneza maisha yako. Sikiliza, hakuna faida kwenye dunia hii. Dunia hii ni tambara bovu, imechakaa na kuharibika. Tazama uozo unayotokea, tazama machafu yanayotokea. Leo imeinuka roho ya Gen Z na kila taifa limekumbana na roho hiyo. Nataka nikwambie, ile roho sio ya mbinguni, ile roho ni ya kuzimu, kwa sababu shetani anataka vijana wengi wafe kabla hawajaokoka. Maana ukifa kwenye vurugu, manake mbinguni huendi. Ndio maana ametengeneza, sio Tanzania tu, ni roho inayoenea kila mahali, ni roho unayosikia imesambaa kila mahali. Vijana muokoke, mjiepushe. Anasema jiepusheni na kizazi hiki kinachoangamia, kizazi kikaidi. Mungu kwa upendo wake anavumilia, na anavumilia ili mimi na wewe tuokoke. Sikiliza nikwambie, kuokoka sio ombi, ni lazima kwa mtu anayetaka kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, ni lazima. Asikudanganye mchungaji, sadaka yako itakupeleka mbinguni. Hakuna sadaka ya mtu inayokupeleka mbinguni. Kinachompeleka mbinguni mtu ni kuokoka. Ukiokoka na kutengeneza maisha yako, unayo hakika ya kwenda mbinguni. Mbingu ni ya waliookoka, mbingu sio wanaosali. Wewe endelea kusali tu, unaendelea kutusaidia ili sisi tuendelee kufanikiwa, lakini tutakapofika mbinguni tutaumia, maana tukikukosa tutahangaika sana. Tamani Christmas hii iwe ya wewe na Mungu. Tengeneza maisha, iweke tayari kwa Bwana. Bwana yuko narudi, mbingu imeharibika, dunia iko mahali pabaya. Nataka nikusii mwimbaji, imba kama vile unamwimbia Bwana, usiimbe kama show. Maana wengine wameingia kwenye kwaya kwa sababu kuna kushona uniform, alafu kuna show.
Wewe fikiria show iko kanisani. Dada yeye kanisani hiyo show. Sikiliza, hatuji kutafuta wachumba hapa. Tunakuja kumtafuta Mungu aliye hai. Huyo ndiye tunayemtafuta. Maana ni siku za mwisho. Hizi sio wakati na kuhangaikia mambo ya dunia. Hangaikia roho yako iwe na sehemu kwenda mbinguni. Usichelewe. Usichelewe. Changamka. Ni wakati wa kuamka. Yesu atarudi na atakuja kuchukua wateule. Nataka nikusihi mtu wa Mungu, asubuhi ya leo, hebu fanya matengenezo. Fanya matengenezo na Bwana, kwa sababu Mungu anakuvumilia tu. Anajua kabisa hupendi kuishi kwenye dhambi. Anajua hupendi dhambi. Anajua, ndio maana amekupa neema ya uvumilivu. Huo ni upendo usio wa kawaida. Unajua Mungu hapendi hata mmoja apotee. Ukipotea ni kwa ujinga wako, ukipotea ni kwa uchaguzi wako, ukipotea ni kwa maamuzi yako, kwa sababu Mungu hajaja duniani ili wewe uhukumiwe. Mungu alikuja duniani ili uokolewe, na wokovu ni lazima, sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Dakika zangu zimeisha, lakini nataka nikupe nafasi. Tutaendelea. Unajua nikimaliza yote kesho itakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza mtu wa Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu. Yesu amekaribia kurudi. Na huu ujumbe sio wa kwangu. Nimejitahidi kujizuia, hata nimemwambia mchungaji, nimejitahidi kujizuia nisiseme imegoma. Ni kwa ajili yako leo. Ili wewe ukiokoka, mbingu zishangilie. Kule mbinguni watasimamisha kazi. Kwa sababu sikiliza nikwambie, haina faida ya kuitwa Mwangilikana, haina faida ya kuitwa Mkristo halafu mbinguni huendi. Sikiliza nikwambie, kule mbinguni hawataenda Waanglikana, wataenda waliotubu dhambi na kuziacha. Simama tuombe. Mungu yuko hapa. Mungu anataka kusema na wewe. Mungu anataka kutengeneza moyo wako. Unajua tunachelewa kwenye vitu vingi. Nilikuwa naangalia wiki hii tulitamani tujifunze lile somo la kwa nini upo. Lakini Wakristo hawapo kanisani, wana mambo yao. Hawataki kwenda kuonywa, hawataki kwenda kusikia. Tenga muda wa kwenda na Mungu. Jioni tunapo kwenda huko nitasema habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Lakini Roho Mtakatifu atakachonipa ndicho nitakachosema. Maana wakati mwingine nimesimama nina hotuba hii na waambiwa hubiri hii. Kwa sababu gani? Mungu ana nia ya kukutengeneza. Amina. Na anasema usichelewe kwa mambo madogo. Yaani vitu vidogo. Yaani wivu, kusengenya, vitu vidogo vinakuchelewesha kwenda mbinguni. Mwenzio akivaa vibaya si umpe kongole, mwambie hongera umependeza. Sasa wewe unaona wivu, si ukanunua na wewe uvae. Kama huna kazi kafanye kazi. Ziko hata kazi za kufanya vibarua. Acha ushamba. Hela haiji kwa muujiza. Hakuna Mungu atakaye kushushia hela. Haiji mpaka uitumikie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema iliyokubalika machoni pa Bwana. Anasema maana huvumilia ili hata mmoja asifanyeje. Hebu wewe piga picha ya kwamba siku Yesu anarudi, wewe haumo. Hapa ulikuwa unakuja kufanya nini? Tuambiane kweli. Ulikuwa unakuja kufanya nini? Kumtafuta nani? Kama ulimtafuta Mungu, mbona hukufanya matengenezo? Mama mmoja, binti mmoja akaonyeshwa bibi yake yuko jehanamu kwa sababu alikuwa amekataa kusamehe. Kuna watu hapa dhambi wao wala sio kubwa, kinachomsumbua tu ni kiroho fulani. Sikiliza, dhambi ile kiondoka. Paulo alisemaje? Anasema sio mimi ila ni ile dhambi kayo ndani yangu. Maana ninataka kulitenda silitendi, ile ambalo nisilipendi ndio ninalolitenda. Sikiliza, hakuna anayefurahia dhambi. Dhambi haijawahi kuwa nzuri. Dhambi haina raha. Dhambi ina mateso. Ukiwa na dhambi moyoni, moyo hautulii. Ndio maana wakati mwingine unahangaika.
Wewe angalia wale wanaosumbuka na maisha ya dunia hii, hana raha. Leo akitoka hapa naenda pale, Mungu anakupa neema asubuhi ya leo. Mungu anakupa neema asubuhi ya leo. Fanya matengenezo kwa sababu siku zimeisha. Na siku ni chache mno, tunaishi siku ya 6. Jioni kabisa. Na hiyo jioni tunayoishi, mimi na wewe sijui Yesu atakuja lini. Inawezekana mwaka 2033 hata tusifike. Mimi sijui, lakini Mungu anajua. Maana hakuna anayejua ile siku. Lakini tukifika ni kwa sababu Mungu anavumilia ili hata mmoja asipotee. Nataka niombe na wewe. Kama hujatubu, yaani umo kanisani sawa, umebatizwa sawa, umeweka mikono kipaimara sawa, lakini huna siku na tarehe unayojua mimi niliokoka siku fulani, sogea mbele. Kwa sababu hii ndio siku utakayoandika kwenye Biblia yako, niliokoka siku fulani. Na usipokuwa na hiyo tarehe, maana yake wewe ni Mkristo wa jina tu. Kanisa linakujua ila mbingu hazikujui. Bwana Yesu asifiwe. Unataka ujulikane mbinguni au unataka ujulikane duniani? Sogea mbele tuombe kama uko tayari. Yule ambaye hajatubu kabisa kwa Mungu, hajatengeneza na anahangaika, sio kwa mnapenda. Najua upendi, lakini ndani yako unasikia mahangaiko. Unasema hivi, mimi nilitubu mwaka gani kwanza? Hivi mimi nilitengeneza lini? Sogea mbele tuombe. Shida ya Waanglikana Bwana, mpaka uwabembeleze, uwaambie nini? Mimi sina lugha ya kubembeleza, nina lugha ya kukushauri ya kwamba Yesu anakupenda na hapendi uangamie. Ila ukikataa, anasema ukikubali utakula mema ya nchi, lakini ukikataa utaangamia. Kwa nini? Kwa upanga. Nafasi ipo asubuhi ya leo. Njoo mbele tuombe pamoja. Bahati nzuri tunaomba na wewe tu. Hakuna kitu kingine, ni kuomba na kukusogeza mbele za Mungu, alafu maisha yaendelee. Usiogope. Roho Mtakatifu anakupenda. Mungu anakupenda. Sema maneno haya: Mungu Baba, ninakushukuru kwa neno lako. Na sasa nimesikia neno lako. Ninatamani kuanzia leo nianze ukurasa mpya wa maisha mapya ndani yako, ili siku unakuja niwe tayari. Nisaidie Bwana. Ninajua unavyonipenda, ninajua unavyohangaika kwa ajili yangu. Na kualika Roho Mtakatifu, njoo ndani yangu, fanya matengenezo hata kwa siri, ili moyo wangu usiangamie bali uokolewe. Katika jina la Yesu ninajikabidhi mikononi mwako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya kuzimu, hiyo roho ya mapepo, hiyo roho ya magonjwa, hiyo roho ya laana, ninaikataa. Mimi ni mtoto wako. Kuanzia leo ninafanya maamuzi ya kutembea na wewe, ya kuishi na wewe, ya kukutumikia kwa uaminifu sasa hata utakapokuja kulichukua kanisa, nami niwe miongoni mwa wateule wako Mfalme, katika jina la Yesu, amen. Kama umeomba kutoka rohoni umepona. Mungu akubariki.